Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku nyingine nzuri ambayo ametupa. The first day of April. Mungu amekuwa mwema sana. Tuko kwenye mwezi wa 4, Mungu ya pili ambayo itatupeleka kwenye miezi mitatu mpaka mwezi wa 6. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya fadhili zake. Basi kabla sijaenda mbali sana kwa ajili ya session yetu ya leo ya maombi 7 ya siku 7, nataka tumshukuru kwanza Bwana Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya enzi yako mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya kila kitu chema Mungu ambacho umekikusudia kitokee kwenye maisha yetu katika siku hii ya leo. Nasi Mungu tunakurudishia sifa, heshima na utukufu. Na tunapoanza maombi haya, Roho wako Mtakatifu awe pamoja na sisi, mamlaka yako iwe pamoja na sisi, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mwezi ulioisha wa 3, lakini leo ni siku ya kwanza. Kwa hiyo tutakuwa na wakati mzuri wa kuombea siku yetu ya kwanza ya April, na itakuwa ni kama lango. Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya siku hii ya leo. Nami nakuja mbele zako unayenisikiliza, na wewe ambaye uko YouTube dakika hii, kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa neema hii kubwa ambayo ametupa ya maombi 7 ambayo tutayafanya ndani ya siku 7. Na tutakuwa na vitu vingi sana ambavyo vitatokea katika mwezi huu wa 4, lakini mojawapo ni kwamba tuko kwenye mwezi ambao Mungu atatujibu zaidi ya tuombavyo. Narudia tena, Mungu atatujibu zaidi ya tunavyofanyaje, ya tuombavyo. Kwa hiyo mahali popote unaposikia hii sentence, ikukumbushe ya kwamba kama Mungu anapaswa kutujibu zaidi ya ambavyo tumeomba, then maana yake ni kwamba lazima tufanye nini? Tuombe. Ametupa mstari kutoka kwenye Efeso 3 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Mambo ya ajabu mno. Mambo ya ajabu mno, randa kabahaya, kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wema na fadhili zake. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mambo ya ajabu kuliko tunayoyaomba, kuliko tunayoyawaza, atakayoyafanya katika mwezi huu wa 4. Lakini kuna sentensi hapa ameisema, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo vitu vyote tutavipokea zaidi ya tuombavyo, according to the power, kwa kadri ya nguvu, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu inayotenda kazi ni nguvu ya aina gani? Ni nguvu ambayo imekuwa processed. Anaposema tutapokea zaidi ya tuombavyo, manake ni kwamba tutaomba, alafu tunachokuja kukipokea, it will be greater, it will be mightier, it will be better. There's anointing covering me right now. Sasa anaposema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi, ni nguvu kiasi gani iliyoko ndani yako ndio unaitendesha kazi. Manake Roho Mtakatifu anaweza akawa ndani ya mtu, lakini kama yule mtu hamsaidii Roho Mtakatifu kuomba, hamsaidii Roho Mtakatifu kutendea mambo maneno. Ninaposema hamsaidii, manake nini? Anapokuambia uombe, unaomba. Anapokuambia usome neno, unasoma. Ile ndio processed power. Ile ndio nguvu itendayo kazi. Unaipeleka kuichakata. Unaipeleka kuichakata. Randa brahande ketai. Kuna nguvu za maombi sana kwenye huu mwezi wa 4, na tutapokea zaidi ya tunavyoomba kwenye uchumi, zaidi ya tunavyoomba kwenye mahusiano, zaidi ya tunavyoomba kwenye ndoa, zaidi ya tunavyoomba kwenye biashara. Kila kitu ambacho tunatamani kuona kinafanyika, Mungu atakifanya na kuzidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo ni siku yetu ya kwanza ya maombi 7 ndani ya siku 7. Yeka mahande kabrada. Na ninamshangaza na Roho Mtakatifu kwa namna ambavyo ameyapangilia maombi yetu ambayo tutayafanya kwa siku 7. Nitaendelea kukueleza kadri siku ambavyo zinaenda, lakini leo siku ya kwanza tutakuwa na maombi ya toba, na kesho siku ya pili tutakuwa na maombi ya toba ambayo utashangaa jinsi ambavyo Mungu ataanza kufanya mambo ya ajabu. Kumbuka tuko kwenye mwezi wa kuona maajabu zaidi ya tunavyoomba na zaidi ya tunavyowaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza, tutakuwa na maombi ya toba, na kesho siku yetu ya pili tutakuwa na maombi ya toba. Siku yetu ya 3 tutakuwa na maombi ya rehema.
Amazing. Siku yetu ya 4 tutakuwa na maombi ya rehema pia. Siku ya 5 tutakuwa na maombi ya mahitaji, na siku ya 6 tutakuwa na maombi ya mahitaji binafsi. Na siku ya 7 ambayo itakuwa ni Karume Day, tutaonana ibadani. Kwa hiyo tutakuwa na ibada Jumapili na tutakuwa na ibada Jumatatu ya kuhitimisha maombi 7 ndani ya siku 7. Uliyeko mkoani usikose. Na hii siku ya 7 tutaomba maombi yote tuliyoyaomba mfululizo wa wiki nzima, tukienda pamoja na shukrani, na nitakueleza ufunuo mpya ambao Mungu amenipa ambao unaitwa siku ya 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza, nataka niseme na wewe neno ambalo litatuingiza kwenye maombi ya nguvu sana. Tutaona upako sana, tutajibiwa sana. Ninakwambia Mungu aliniambia neno la mwezi wa 4 tangia nikiwa mwezi wa kwanza. Akanieleza kwa habari ya haya maombi 7. Kwa I've been waiting myself, kwa sababu it's been a long time tangu tumefanya maombi ya online. Na sisi ni watu ambao tunaenda sana ambavyo Mungu anafanyaje, anatuelekeza. Leo tutakuwa tuna maombi yanaitwa maombi ya toba binafsi na familia, ili kuona mabadiliko halisi. Maombi binafsi juu ya toba binafsi, maombi binafsi ya toba na familia, ili kuona mabadiliko halisi. Nilielekeza watu on Sunday na nikaongea kwa habari ya mabadiliko ambayo yanatokana na ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hichi ninachokiongelea leo sio yale maombi ambayo tuliyafanya on Sunday ambayo tulikuwa tunaomba toba juu ya ardhi na maneno yaliyoandikwa kwenye ardhi. Leo hii tunaenda kuomba tunaenda kuomba toba tofauti kabisa, ambayo yenyewe inahusiana na maisha yetu binafsi, yenyewe inahusiana na mambo yetu binafsi, vile vitu ambavyo tuliwahi kuvifanya kwenye maisha yetu na vimetuzalia changamoto, vimezaa changamoto kila wakati, vimetuletea shida kila wakati. Kuna watu ambao hivi ninavyoongea Roho Mtakatifu amekuwa anakuambia mara kwa mara omba maombi ya toba, na umekuwa uelewi kwa sababu wewe unajua kitu kimoja, kwamba toba ni eneo tu moja la kusamehewa dhambi. Hauelewi kwa nini pamoja na kwamba umeshatubia dhambi yako, pamoja na kwamba umeshamwambia Mungu mimi hili jambo nimemalizana nalo, naona nimetubu tangia zamani, lakini bado hilo jambo liko pale pale, lakini bado hilo jambo haliondoki. Nenda na mimi kwenye kipindi cha neno. My God, tutauona sana mkono wa Bwana. Tunaposema toba binafsi na ya familia ili kuona mabadiliko halisi, maana yake ni nini? Toba sio kwa ajili ya kusamehewa dhambi kama nilivyokuambia. Toba sio peke yake imekuja kwa ajili ya kusamehewa dhambi. Toba ya kusamehewa dhambi ni ya kwanza, ambapo utamwambia Mungu ninaomba unisamee, na Mungu atafanyaje? Atakusamee. Lakini unapoona Mungu anakwambia nenda mbele zangu kwa toba, maana yake ni nini? Ni kwa ajili ya kubadilisha mwelekeo wa Mungu towards you na kubadilisha mwelekeo wako towards God. Naomba nirudie tena. Maombi ya toba yamekusudiwa sio tu kukusamee dhambi, kubadilisha mwelekeo wako kwenda kwa Mungu na kubadilisha mwelekeo wa Mungu kuja kwako. Ni kama uwe umemuibia mtu alafu unamwambia huyo mtu naomba unisamee. Baada ya pale haina maana yule mtu ataendelea na mahusiano na wewe. Baada ya pale haina maana yule mtu atakuamini tena. Baada ya pale haina maana yule mtu atakubaliana na kila jambo ambalo wewe unataka kumwambia tena. Sasa nini kinatokea? Manake kusamehewa, umesamehewa, lakini mahusiano yamekufa. Kwa hiyo kama mahusiano yamekufa, manake huwezi kupokea chochote kutoka kwa yule ambaye mwanzo alikuwa anakupa. Huwezi kusogea popote ambapo mwanzo ulikuwa na uwezo wa kusogea. Kwa tunaposema maombi ya toba binafsi na familia ili uone mabadiliko halisi, maombi ya leo tutakayoenda kuyafanya yatakuzalishia matunda yaliyotokana na toba. Kile ambacho Mungu amekusamea atakubali kukuelekeza tena. Kile alichokubali kukuelekeza atakubali ukione tena. Kile ambacho atakubali ukione atakuonesha njia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hivyo ni kati ya vitu ambavyo Mungu amekusudia kuvifanya, na hivyo ni kati ya vitu ambavyo Mungu anataka kuona watoto wake wanaomba kwa namna ambayo kila kitu kitakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wengi huwa wanashangaa, lakini naamini mpaka muda huu niliokuelekeza unaelewa kutubu manake ni nini. Kutubu manake ni kubadilisha mtazamo wako wa ndani. Kuna kitu ulikikosea, sasa umemalizana nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu umemalizana nacho, then unatamani kuona ya kwamba Mungu anakusaidia ili akupeleke kwenye level nyingine. Nataka ufungue na mimi Matendo ya Mitume 3.
mstari wa 19. Kuna kitu kizuri hapo ambacho nataka tukitazame. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema hivi: tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Kuna alama ya koma. Naomba nirudie tena. Tubuni basi mrejee. Tubuni basi koma mrejee koma ili dhambi zenu zifutwe koma, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Anasema tubuni basi mrejee. Kwa hiyo kuna kitu cha kwanza kinachopaswa kutokea unapoenda mbele za Mungu na kuomba toba. Kitu cha kwanza ni wewe kurejea kwa Mungu. Kitu cha kwanza ni wewe kurejea kwa Muumba wako. Unapaswa utubu hadi ndani yako usikie ile hali ya guiltiness ya kwamba hujasamehewa imeisha. Hadi ndani yako usikie ile hali ya kwamba ulikuwa mbali na Mungu imeondoka. Hadi ndani yako usikie ile hali ya kwamba ninaweza kuwa nikifa nikaenda motoni imeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema ili dhambi zenu zifutwe. Haleluya. Kwa hiyo hatua ya pili baada anaposema tubuni basi mrejee, manake unakubali ulikosea. Na ukishakubali umekosea unatubu. Ukitubu unaenda kwa Mungu. Ukienda kwa Mungu anafuta dhambi zako. Sasa wengi huwa tunaishia hapo kwenye dhambi kufutwa. Ndio maana mtu aelewi kila kitaka kufanya jambo Mungu anamwambia tubu, nataka toba. Kwa nini anasisitiza? Kwa sababu kuna kitu bado hakijaisha. Anataka akusaidie, anataka akuwezeshe, anataka akusogeze. Ndani yangu nasikia sana hali ya maombi rakataya. Anasema ili zipate kuja nyakati. Unayenisikiliza sema na mimi neno nyakati. Sema tena nyakati. Kwa hiyo toba yako inapaswa kukuletea aina fulani ya nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema zipate kuja nyakati. Manake toba tunayoifanya leo, tunayoifanya kesho, maombi ya rehema atakaofuatia baada hizo siku 2. Na hapo bado tujua updated. Kama akisema tuendelee na toba tutaendelea. Anasema zipate kuja nyakati. Maombi ya toba unayoyafanya yametengenezwa kukuletea majira ya aina fulani mapya. Yametengenezwa kukuletea nyakati za aina fulani ambazo utazielewa. Nyakati za kuburudishwa. Manake nini? Kama unaomba toba kwa ajili ya eneo la mahusiano, manake Mungu anakuletea nyakati za kuburudishwa kwenye eneo la mahusiano. Kama unaomba toba kwa ajili ya nyakati za afya, Mungu anakuletea afya njema kwenye nyakati zako. Kwa tunaposema maombi ya toba binafsi na familia, ni aina ya maombi ambayo tunatubu sio kwa ajili ya kusamehewa dhambi peke yake. Tunatubu kwa ajili ya nyakati tulizopitia nyuma hazikumpa Mungu nafasi, na kumwambia Mungu tusamee, turejeshe, tuletee zile nyakati za kuburudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo manake tunaposema kutubu ni kubadili mtazamo. Kutubu ni kumwambia Mungu wewe badilika na mimi nibadilike. Manake katikati yetu kuna kitu kipya kinazaliwa kinachoitwa nyakati. Kwa ndani ya hizi siku 7 unayenisikiliza, nataka ujue kuna nyakati za kuburudishwa zitakazo kufuata. Kuna nyakati za kuburudishwa zitakazo tengeneza maisha yako. Kuna nyakati za kuburudishwa ambazo hazikuwahi kuonekana kabla, utaziona ndani ya mwezi wa 4. Mwezi ambao tutajibiwa zaidi ya tunavyoomba, mwezi ambao tutajibiwa zaidi ya tunavyotaka, mwezi ambao mashetani yaliokuwa yanatutafuna yakijua yameua nyakati yataona Bwana akikusaidia tena. My God, hebu mahali popote ulipopaza sauti ya shukrani, mwambie tu Mungu asante kwa ajili ya huo mstari wa kwanza. We bless your holy name, oh Lord. Asante kwa ajili ya nyakati za kuburudishwa. Asante kwa ajili ya nyakati za kuburudishwa. Yendo mahande kebada. Asante kwa ajili ya 7 days of big results. Kwa nama hande ekoramonta kabaya. In the mighty name of Jesus, my God. Natamani nimalize tu tuingie kwenye maombi ya toba. Nadhani mpaka hapo umeanza kunielewa kwa nini Mungu ameitisha maombi ya toba. Kwa nini mwezi wa 4 wa kujibiwa tunaanza na toba, ili asamehe vyote, ili akurejeshe unapotakiwa kwenda, ili nyakati zako zibadilike. Kwa hiyo mtu anayeomba toba ni mtu anayesimama kwenye lango la nyakati. Ni mtu anayemwambia Mungu badilisha nyakati zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuende kwenye mstari mwingine ambao ni Matthew 3 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3. Anasema hivi: nimekueleza kwanza kabla sijasoma mstari kwamba ni kubadilisha mtazamo wako wa ndani na kumwambia Mungu akusaidie na wewe ukae kwenye nafasi yako. Lakini pia nimekueleza kwa huo mstari ya kwamba ni kutubu, ni kurejeshewa nyakati.
Unapotubu ukiona nyakati nzuri hazijaja, bado hiyo toba haijakamilika. Usiache hadi utakapoona toba imesogea na nyakati zako zimewekwa sawa. Sasa mstari wa Matthew 3:2-3 anasema hivi. Nataka tuangalie maana nyingine ya kwa nini tunaingia kwenye maombi ya toba. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tunarudi pale pale kwenye foundation verse ambayo nimekupa, nyakati za kuburudishwa. Anasema hapa tubuni, sio ili msamehewe dhambi. Kuna kitu kipya kinapaswa kuja. Kuna ufalme wa Mungu unapaswa kusogea. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Haleluya. Kuna kitu kimekaribia kinaitwa ufalme. Ufalme manake nini? Mapenzi ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Ufalme manake nini? Uweza wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Ufalme manake nini? Makusudio ya Mungu kwenye ufalme, kwenye maisha ya mwanadamu. Sasa anaposema anamaanisha kwamba huo ufalme umekaribia, lakini hauwezi kuja unless somebody has repented. Kurepent manake ni nini? Kubadilisha fikra zako, kumwambia Mungu, sasa nimechoka maisha aina fulani, niletee nyakati mpya. Nimechoka utaratibu aina fulani, niletee utaratibu mpya. Kwa nini toba ni mlango? Unaposamehewa Mungu anakufungulia mlango. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema, ninaendelea kusema hivi, kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, mstari wa 3, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Manake toba inapokuja, inakuja kama mlango wa kutengeneza njia ya Bwana. Kuna kitu Mungu anataka akifanye, lakini anataka njia itengenezwe. Ni kama mtu aseme kwamba kuna mwenyekiti wa kijiji anaingia mahali, kwa hiyo wiki hii nzima tutakuwa na kazi ya kukwetua majani, tutakuwa na kazi ya kuziba mitaro, tutakuwa na kazi ya kufagia njia. Unaitengeneza njia ili mwenyekiti apite. Nimekueleza nyakati za kuburudishwa zinataka ubadilishe mtazamo, zinataka uende mbele za Mungu ukatubie kila kilichotokea, sio kwa sababu ya kukusamea, kwa sababu kuna kitu kingine kinapaswa kutokea. Na ndo anasema itengenezeni njia ya Bwana, halafu yanyosheni mapito yake. Kutengeneza njia ni pale ambapo njia haikuwepo. Haukuwahi kuomba toba kwa ajili ya familia yenu. Haukuwahi kuomba toba kwa ajili ya makosa yako binafsi. Daudi akasema, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Kuna aina ya vitu vinamzuia Mungu kutujia kwa sababu ya mazingira ambayo mimba zetu zilibebwa. Kuna vitu vinamzuia Mungu kutujia kwa sababu ya aina ya mahusiano mengi ambayo tumeingia. Na wewe ukitubu unamwambia tu Mungu nisamee, lakini hauelewi kwamba yale mahusiano kuna vitu yalikuibia, ambapo Mungu akitaka kuja haoni vile vitu vya kwanza alivyokuwekea. Tengeneza njia usiku wa leo kwa kurudi mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nilipita kwenye mahusiano na fulani, nilipita kwenye shida na fulani, mimi sijui kwenye ukoo wetu nini kilitokea. Hauendi kwa sababu ya msamaha, unaenda kwa sababu you are making a way, you are building a way, ili ufalme uje, ili nyakati zibadilishwe, ili mambo yaende sawa. Ndio maana ninarudia kusema, kuanzia mwezi huu wa 4 tutauona mkono wa Bwana zaidi ya tuombavyo. Nini kitafanya mkono wa Bwana uwe zaidi ya tunavyoomba? Kwa sababu ya maombi ya toba. Kwa sababu tumegundua sasa ya kwamba ili Mungu apite lazima tutubu, ili Mungu afanye mambo yake lazima tutubu. Hatuwezi kusema tunatubu, hatuwezi kusema kuna mambo Mungu anataka yafanye wakati akitazama bado anaiona dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome tena mstari mwingine ni kutengenezea foundation ya kwa nini usiku wa leo Bwana atatuonekania. Soma na mimi Matendo ya Mitume 8 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, basi tubia uovu wako huu ukamwombe Bwana. Unasikia anachosema? Uovu ni kitu ambacho kimetokea kwenye familia. Ukamwombe Bwana ili yamkini usamehewe fikira hii ya moyo wako. Manake toba ni kumwambia Mungu, nisamehe kwa namna zote ambazo niliwahi kukuwazia vibaya, ambayo familia yangu iliamua kwenda kwenye matambiko ikaachana na wewe. Familia yangu iliamua kwenda kwenye makaburi ikaachana na wewe. Familia yangu iliamua kufanya mambo ya ajabu ikaachana na wewe. Mungu, ninaomba usamehe hiyo fikra yetu. Kutubu ni kubadilika, ni kurejea na kusubiri nyakati za kuburudishwa. Lakini anasema basi tubia uovu wako. Nini ambacho unajua familia yako imekifanya na sio sahihi? Usiseme utaenda peke yako. Kuna nyakati ambazo Mungu anataka aone familia ikiwa
amesogea. Kuna wakati ambao Mungu anataka aone watu wakiwa wanafanya toba. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Sio kila mtu anaweza kumrejesha Mungu. Sio kila mtu anaweza kuombea familia sasa. Ni watu wake walioitwa kwa jina lake, wale wanaoelewa nini wanapaswa kufanya. Ndio maana mtu anashangaa why Moses spent 40 days kwenye mlima. Bwana Yesu asifiwe. Hawaelewi kwa nini alikaa siku 40. Alikuwa anaomba toba ya msamaha, anaomba toba ya matengenezo, anaomba toba ya recreation, Mungu afanye jambo jipya, anaomba toba ya innovation, ya kwamba ugunduzi mwingine mpya utokee. Kwa sababu gani? Uovu ulipita. Sisi tunapita kwenye toba halisi kwa sababu tangu uzaliwe kuna vitu vilitokea na vimekata nyakati njema. Sio kwa sababu ulivifanya ukiwa unataka, ama ulivifanya familia yenu ulivifanya ikiwa inajua. Saa nyingine it was under the influence of demon. Lakini neno la Mungu linatuambia ya kwamba tubuni mrejee. Kwa hiyo leo hatuko kujihesabia haki. Nani alifanya nini? Nani alikosea wapi? Nani alifanyaje? Tuko kumwambia Mungu tuko tayari. Tuko tayari kutengeneza njia yako Bwana wa majeshi. Tuko tayari kuona unatuweka juu na unatutukuza kila upande. Manake nini? Toba kwanza. Manake nini? Toba kwanza. Ili neno nililokuambia la tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, ndio neno la kwanza Yesu analisema anapoanza kuhubiri habari za ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka tujue ya kwamba tunapoongelea toba kuna vitu vingi zaidi ya msamaha wa dhambi. Tunaongelea wewe kuona mabadiliko, uone upande Mungu amebadilika, uone na wewe mwanadamu pia umebadilika. Usikubali kuacha kuomba kama hauoni Mungu amefanya jambo. Na haya maombi hayatakuwa siku 7 tu. Kuna wengine ambao mtaendelea kuyaomba na kuyaomba kwa mfululizo. Mtayaomba na kuyaomba kwa mfululizo kwa sababu ndicho kitu ambacho Mungu anakitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati Mungu anakuwa na hasira na familia. Wazee wao kwa wamechinja kafara, wewe mwenyewe haueleweki. Wengine ni watu wa pombe, wengine kwenye familia ni bangi, wengine ni majambazi, wengine ni wanafiki. Kuna kila vurugu ndani ya hiyo familia. Unapoenda kumwambia Mungu naomba unijibu, Mungu haoni mlango wa kupitia kwa sababu uovu ni mwingi, uasi ni mwingi, ubaya ni mwingi. Anafanya kitu gani? Huo muda unapoanza kuona ya kwamba Mungu anataka anijibu, ndio wale watu ambao wanapewa ahadi lakini haioni ahadi. Mungu liniambia mwaka huu nitafanikiwa, lakini Mungu akitazama kaka yako ndo anayepaswa kukusaidia, na akimtazama kaka yuko kwenye uovu, unashangaa anakuambia njoo mbele zangu kwa toba. Njoo mbele zangu. Sasa wewe uelewi nimefanya kosa gani? No. Toba sio dhambi peke yake. Toba ni mlango unaokutengenezea njia ili ufalme wa Mungu uingie. Toba ni mlango unaokutengenezea njia ili nyakati za kuburudishwa zifike. Rando Brahanda. Nataka tuangalie hapa kitu kimoja. Wakati Mungu amekasirikiana na wana wa Israel, Musa alimwambia nini Mungu? Kumbuka hii kesi ilikuwa between Israelites and God, lakini Musa ndo aliyekuwepo hapo katikati kama kuhani. Kwenye familia yenu Mungu akikutazama wewe, anaona wewe ndio unayepaswa kumsaidia kuingia huko ndani. Akikutazama wewe, anaona wewe ndio unayepaswa kuomba toba ili apite. Akitazama anamuona Gideoni, akitazama anamuona Rahabu, akitazama anamuona Danieli. Na wewe unasema mimi nimechoka. Haupaswi kuchoka. Nipo kukwambia baada ya maombi ya leo utaanza kuona mambo ya ajabu yanazaliwa leo usiku wa huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma na mimi Kutoka 32. Tutaenda kwa vipande. Kutoka 32 mstari wa 10 hadi mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi: basi sasa niache. Huyu ni Mungu amekasirishwa na wana wa Israel. Kwa hiyo anawaambia wamuache. Yaani Mungu anamwambia Musa, hebu kwanza nifanye nini? Hebu niache kwanza. Anasema ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe uwe taifa kuu. Nisikilize. Mungu anajua ana uwezo wa kuanza mmoja na Musa, kama ambavyo Mungu anajua anaweza kuanza mmoja na wewe. Lakini usifikirie kitakuwa ni kitu chepesi kama Mungu anavyosema. Kumbuka ambavyo Nuhu kila kitu kiliangamizwa na gharika, anakuja kutua nchi kavu, nothing is happening.
Hakuna shule, hakuna biashara, hakuna chochote. Kuna mambo ya uovu mengi ambayo haelewi yalipokufia kule anaanzaje na moja. Kwa kila wakati sio wakati wa kuwa na option na kumwambia Mungu niko tayari kuanza na moja. Kuna wakati mwingine hebu mwambie Mungu katikati ya ghadhabu, kumbuka rehema, nenda mbele za Mungu kwa toba. Sikiliza maneno ambayo Musa anamwambia Mungu. Musa akamsihi Bwana. Manake aliamua kurudi kutubu kwa ajili yake binafsi na kwa ajili ya familia. Akamsihi Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uweza mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini wa Misri kunena wakisema amewatoa kwa kuwatenda uovu ili wapate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? Geuka katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulionao juu ya watu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, akaendelea kumwambia, mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako, ambao uliwaapia kwa nafsi yako na kuwaambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu, nao watairithi milele. Na Bwana akaugairi ule uovu aliosema ya kwamba atawatenda watu wake. Musa anamwambia Mungu, wewe leo unasema unataka kuwaua kina Kiando kwa sababu amekuboa. Hivi watu wote waliowaona umewatunza miaka yote, wakuone wewe ni Mungu mwenye hasira? Waone kweli mimi ni mlokole ambaye familia yangu yote inakufa? Waone wewe ni Mungu ambaye huwezi kusamehe? Unaelewa maneno anayosema? Nini alichokuwa anakifanya? Anaenda mbele za Mungu kutubu ili nyakati za kuburudishwa kwa wana wa Israeli zirejee, ili nyakati za ufalme wa Mungu ziendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sio kila wakati ni sifa kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu ua chinja. Kuna watu ambao kwenye hii toba Mungu atawaondoa mwenyewe kwa sababu hawasimamii neno la ufalme. Lakini kuna watu kwenye hii toba Mungu atawapa hatua. Kuna watu kwenye hii toba Mungu anapaswa kubadilisha nyakati zao, kwa sababu katika hao waovu kuna watu ambao wewe ni watu wako, wanapaswa kukusaidia wewe, wanapaswa kushirikiana na wewe, wanapaswa kuhakikisha wewe unasogea kwenye hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hichi nimekusomea ili uone kwamba kuna nyakati ambazo Mungu anataka apige familia. Kuna nyakati ambazo Mungu anataka apige ukoo. Kuna nyakati ambazo Mungu anataka avuruge kila kitu ambacho anaweza kukivuruga. Lakini nini ambacho kinatokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Musa anaenda kuomba. Huyo Musa leo ni nani? Ni wewe. Nenda mbele za Mungu kamwambia Mungu, msamee baba yangu. Nenda mbele za Mungu mwambie, samee familia yangu yote. Baba, ule uovu alioufanya samee. Tusaidie, tuletee nyakati mpya. Huwa nawaambia wanangu mara zote, gari moja alitengenezi nini? Msafara. Kuna namna ambayo hilo gari moja haliwezi kutengeneza msafara. Wewe utakapoamua kuwa rich kid peke yako, kila mtu kwenye familia atakaa ovyo ovyo. Hakuna mwingine ambaye atafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hamna atakayefanikiwa, wewe utabeba mzigo wa familia mpaka wapi? Mpaka lini? Utaendelea kukaa wewe ndio uhudumie familia peke yako? Kila mtu anapaswa asogee kwenye hiyo level nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna vitu ambavyo vinaambatana na matendo ya toba. Unapoenda kutubu utajuaje ya kwamba nyakati zimeanza? Utaona mabadiliko halisi. Maombi ya toba yanakuja na kitu kinaitwa maombi ya juhudi. Maombi ya juhudi ni aina ya maombi ambayo watu wanaomba mpaka waone physical vitu vimetokea. Na ndio maana ya hizi siku 7. Tutaomba mpaka tuone vitu vimetokea. Tutaomba mpaka tuone Mungu ametokea. Tutaomba mpaka tuone mahusiano yametokea. Tutaomba mpaka afya tuone zimetokea. Hakuna ambacho tutakifanya tusione kitu kimetokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka usome sasa na mimi mstari mwingine kabla tujaingia kwenye maombi, nikuelekeze namna ambavyo tutaomba. Matendo ya Mitume mlango wa 26 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Jerusalem na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Hauwezi kutenda matendo tofauti kama haujaingia kwenye toba itakayo kusaidia kutenda matendo yanayopatana na kutubu kwako. Mama, mimi nimekuwa kila nikifanya maombi, baada hapo narudia kufanya ile dhambi. Ulitubia dhambi.
haukutubia nyakati zitakazozaa matunda ama matendo ya kutubu kwako. Matendo ni kama yapi? Wakitenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Unapoomba na kumwambia Mungu kwa habari ya toba, ambayo kazi yake ni kuzileta nyakati, matendo yanayopatana na kutubu kwako ni matendo yanayotokea baada ya toba na baada ya Mungu kugeuka na kukutazama. Kwa mfano, matendo ya ndoa, kwa mfano, matendo ya utajiri, kwa mfano, matendo ya kutoa, kwa mfano, matendo ya afya. Matendo yako yatakayoanza kuanzia usiku wa leo ni yale yanayofanana na toba ulioiomba. Umeomba Mungu awasamehe kwenye eneo gani? Umeomba Mungu aachilie kitu gani? Umemwambia Mungu, familia yetu imepita kwenye changamoto hii na hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao tukiwa tunaomba, Roho Mtakatifu atakuongoza kurudi kuomba pale ambapo mama yako alikuchukua mimba nje ya ndoa. Kuna kitu kilikufa pale. Kuna nyakati zilikatwa pale. Naomba nikukumbushe, hatutubii dhambi iliyofanywa. Tunatubu ili nyakati zibadilishwe. Toba inatengeneza njia ya ufalme wa Mungu kuja. Toba inatengeneza njia ya ufalme wa Mungu kwenda mahali. Kwa hiyo kama unataka ufalme wa Mungu uingie kwenye nyumba yenu, Yesu awe ni Mungu, Yesu awe ni Bwana, Yesu awe ni Kristo, hakikisha unaomba maombi haya sawa sawa na ninavyokuelekeza. Kwa tunaposema tutajiombea sisi binafsi, alafu baada ya hapo tutaomba tena kumwambia Mungu atusaidie, ni eneo gani? Kumbuka nilikwambia uandike maombi yaliyoshindikanika, yale ambayo umeomba hayajibiwi. Iwe ni uchumi, ama kama sio uchumi iwe ni ndoa, ama iwe ni afya. Kuna magonjwa ambayo yamekaa hapo, sio tu wewe peke yako, amepiga mpaka familia, sio tu amepiga familia, amepiga ukoo mzima. Kuna watu ambao periodically kila mwaka lazima wafe, na anajua kabisa safari tena mwezi wa 4 ndio umefika, ni mwezi ambao pia lazima pia tufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nataka uchukue nafasi hii kujiandaa kuomba. Lakini pia kitu kingine nilikwambia, hakikisha unaandaa meza ya Bwana, na tutashiriki pale mwishoni. Yaani ukimaliza maombi ukisema amen, unachukua kitu chako ambacho kitakuwa ni mkate ambao itakuwa ni kama mwili wa Kristo, lakini unachukua kinywaji chako hata kama ni maji, unageuza inakuwa ni damu ya Yesu na unakunywa. Kwa sababu gani? Haya maombi ni maombi ya madhabahu. Tunasimama kinyume na madhabahu. Na neno la Mungu linasema aulaye mwili wangu na anywae damu yangu yuna uzima. Manake nyakati zetu zitabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema Elia alipokula kipindi kile anagombana na Jezebel, amemtishia, alienda mwendo wa siku 40 usiku na mchana bila kuchoka. Manake nyakati zilimbeba, ardhi ilimbeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia nilisema shika maombi yako 6 ulioyaandika mwaka ulipoanza. Tumeingia ngwe ya pili baada ya miezi 3. Ni nini ambacho ulimwambia Mungu unakitaka? Tunaomba tukijumlisha na hayo pia kuombea toba. Chochote ambacho kinafanya nyakati za kujibiwa kwenye hayo maombi zisisogee, basi zibadilishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 3, tumesema shika majina ya ukoo, kabila, na andika mkoa unaokaa na ulikozaliwa. Ni wapi umezaliwa? Ni wapi umetokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha katika vitu vyote hivyo unakuwa navyo mkononi muda unavyoongea. Kama ulikuwa hujaandika, nataka uandike. Kama ulikuwa hujafuatilia hivi vitu ndio unasikia sasa hivi, basi Mungu akupe neema, utakuja utarudia tena haya maombi. Lakini kitu kingine nimesema, andaa madhabahu ambapo utafanyia maombi. Nataka uwe na eneo maalum, kwa sababu malaika wapo wa kutosha ambao wanafahamu hapa ndipo ambapo fulani atafanya maombi yake. Na usijisikie vibaya kama hauna proper location. Mungu atakupa baada ya hapa. Lakini make sure unaliweka wakfu eneo lako la madhabahu, kumwambia Mungu nitakutana na wewe hapa for the next 7 days. Watu wengi wametuma picha zao, wameandaa sehemu yao ya maombi, wameandaa Biblia zao, wameandaa sadaka zao. Leo ni siku ya kwanza ya mwezi, tutakuwa na ile sadaka ya kutoa kwa ajili ya kukaribisha, ya kuiweka kwenye malango. Tunajua wenzetu wanatoaga 'Sadaka' sadaka wanazoziweka kwenye malango, na sisi tutapaswa pia kuwa na sadaka. Lakini maombi mengine, maelekezo mengine ya mwisho, kila siku andaa mahitaji yaliyoshindikana, ulioomba muda mrefu na bado hayajajibiwa. Tunashika vitu vyote hivi tukiwa tunaomba toba. Manake Mungu asikie toba iende kwenye ukoo, asikie toba iende kwenye kabila lako, asikie toba iende kwenye mkoa unaokaa, asikie toba iende kule ulikozaliwa. Kuna vitu alifanya kule kabla hujaja, kuna maneno alitamka kule kabla hujaja. Bwana asamee na atengeneze mlango, asamee na atengeneze njia. Sasa nataka kama uko tayari, kila mmoja weka vizuri vitu vyako. Kama uko
uko unanisikiliza online saa hii na unataka kuandika jina lako, jina la ukoo, unataka kuandika jina la kabila, na kuruhusu andika, lakini nataka kila mtu aombe. Acha kuandika sana, nataka uombe. Kwa hiyo kama unaandika, andika huku unaendelea kunena kwa lugha. Kama fanya huku unaendelea kunena kwa lugha. Usinyamaze na wala usiache. Usinyamaze na wala usiache. Na komande brahianda kabadahaya. Basi shika karatasi zako zote mkononi, na tunapoenda kuanza kuomba, uweza wa Bwana umeshatufunika mahali hapa. Mamlaka ya Bwana imeshatufunika mahali hapa. Uweza wa Bwana uko katikati yetu, nasi tunajua ya kwamba Mungu ni Mungu wa rehema, na tunapomwendea kwa toba basi atatusamehe. Nataka kwanza kabisa ukaanze kuomba toba kuhusu wewe mwenyewe. Ni wapi ambapo unaona vitu haviendi? Ni wapi ambapo hujui nini kilichotokea? Nenda mbele za Mungu. Kama ni habari ya mahusiano, mwambie Mungu, nisamehe toka ile siku ya kwanza naingia kwenye mahusiano na mtu. Usiseme nimeshatubu. Kumbuka tunatubu kubadilisha nyakati. Kumbuka tunatubu kumfanya Mungu ageuze uso wake atutazame. Kumbuka tunatubu kumwambia kwamba ninaitengeneza njia ya kwamba kwenye mahusiano mambo yakae sawa, kwenye uchumi mambo yakae sawa, kwenye afya mambo yakae sawa. Hebu nenda mbele za Mungu na ukamwambie Mungu asamehe katikati ya ghadhabu, asamehe katikati ya adhabu aliyoiachilia kwa sababu ya uovu, asamehe katikati ya ghadhabu aliyoiachilia kwa sababu ya uasi, asamehe. Rakonda brahande kebahaya rekoshataramanda. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili yangu Bwana. Asante kwa ajili ya uchumi wangu Bwana. Asante kwa ajili ya maisha ya kila siku Bwana. Asante kwa ajili ya mahusiano na ndoa Bwana. Asante kwa ajili ya mtoto Bwana. Asante kwa ajili ya maisha yangu ya huduma. Asante kwa ajili ya wito ulionipa, Mfalme wa amani. Nami nakuja mbele zako Bwana, nikiomba toba katika kila eneo ambalo Mfalme wako Mungu unashindwa kuingia. Mande kazi na mahanda ambapo kitakunisaidia unashindwa kupita, maana hakuna njia Bwana. Baba, ninaomba usamehe kila ambacho nimewahi kukifanya na kikaleta changamoto mbele zako, kila ambacho ninakijua na nisichokijua Bwana. Riando roko sandarabaya erakashandara bobo yakanamande erakoshiando robo zegebaya yekandabaya yezodobo kataya. Bwana, pita kwenye maisha yangu tangia siku ya mimba yangu kutungwa Bwana. Chochote ambacho hakikukupendeza, iwe ilikuwa ni mazingira, iwe ilikuwa ni masaa, iwe ilikuwa ni aina ya mbegu, yekoramandara bozagabaya erakoshikana mande eradada baba yakababa yekoriantaramanda. Bwana, ninaomba usamehe. Bwana, ninaomba usamehe. Bwana, ninaomba usamehe. Ekoriantoro monde kabaya. Kila kilichofanyika ndani ya miezi 9 kilichobadilisha nyakati za kuburudishwa Bwana. Ekarababa shandarababa. Ekariantoro monde kebrede bosaya. Ekarababa shandarakotaya. Ekoriantoro monda kabaya. Eriakoshendere bebe shakabada. In the mighty name of Jesus Bwana, hadi kwenye kuzaliwa kwangu Mungu, kila uovu uliofanyika, kila uasi uliofanyika Bwana, ukanitoa kwenye mstari wako Bwana, ukanitoa kwenye kutajirika Bwana, ukanitoa kwenye kukutumikia Bwana, ukanitoa kwenye mahusiano bora Bwana, ukanitoa kwenye uzao bora Bwana. Karamanda rabozegebaya, na kuja mbele zako kwa toba, Mfalme wa amani. Erakashanda rabaya erokashanda rabobo sakataya. Pita kwenye miaka yangu ya uchanga Bwana, pita kwenye miezi yangu ya uchanga Bwana, nikiomba usamehe Mungu kila kitu nilichopewa ambacho kilikuwa ni ibada, kila kilichofanywa ambacho kilikuwa ni ibada za sanamu. Karamanda raboza yekerebebe shanda babe erakoshakataya erandarakotaya. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mwambie Mungu apite, mwambie Mungu apite. Asamehe, asamehe popote ambapo ulipita, popote ambapo ulienda, kila walichokulisha ambacho kilikutenga na yeye, kikakutenga na nyakati, kikakutenga na majira. Baba, katana mashandara boya. Baba, ninaomba toba Bwana, katiri ya monde kebaya, kwa kila chakula Bwana, kwa kila kinywaji Bwana, kwa kila maneno
Bwana, nikiwa binti mdogo ambaye sijui nini kilikuwa kinafanywa na wazazi, nini kinafanywa na ndugu. Baba, siko hapa kusema sikuwepo, niko hapa kwa sababu ninajua unataka kunisaidia. Karanda raboza gabahaya, ile asili iliyosema ya kwamba sitastawi, Baba naomba usamehe. Ile asili iliyosema sitaenda juu, Baba naomba usamehe. Ile asili iliyosema watoto wa kike watafeli, wa kiume watafeli, wazazi hawatasogea, na mimi nimekuwa mmoja Bwana kati ya hao. Bwana rakana mande erako shakataya eriandorobobosaya, ya kwamba watateseka hadi wanakufa. Ninaona mtu ambaye kwa wameandikiwa magonjwa ya kwamba wataumwa hivyo, watakufa hivyo, na ni kitu kinamaliza familia. Ninaona vitu kama mapunye yekorandarabaya, ni maneno yalisemwa na yakamuingiza shetani. Unapotubu yanafutika, unapotubu yanakwenda. Yekarababasha yekerebebesha yendoria kata yekaramanda bredebosa. Baba, pita kwenye eneo la afya, kila maneno, kila matendo naomba usamehe Bwana. Kila makafara walioyachinja ili ya kwamba afya yetu ifanane na afya za hao wanyama, yandorobosaya, kila mimea iliyopandwa ili kwamba afya zetu zitegemee hiyo mimea, yekaramande kebrede. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya mwili wangu. Baba, ninaomba toba kwa ajili ya fikra zangu. Eradababasha yekerebebe shande erakata ya manda. Endelea kuomba, usinyamaze. Kuna kitu unajua kiko sawa, mahusiano yako unaona yanafeli, mwambie Mungu nisamehe. Kwa ajili ya yule kijana wa kwanza ambaye niliingia naye kwenye mahusiano, unajua ulishatubu kwa ajili ya dhambi, lakini tunaomba toba ili hizo nyakati zibadilishwe, ili mitazamo ya Mungu ibadilishwe, ili ageuke akutazame. Baba sakababa erada baba sanda kabaya erakashanta la monde kebrede erada baba shakaramaya erada baseketea yandorobo sakababe erakashendere bebe erado basakata ekaramandere bebe shakababe erakusika namaya erendeka ya mande brede erakashakata erakashende baha yekorianta ramanda. Pita kwenye kila eneo, pita kwenye kila eneo. Yekoriando robobo sakata eranda baba shanda rabaya. Ninaona Mungu akimwambia mtu, pita kwenye ile siku ya kwanza, ile siku ya kwanza uliozaliwa. Kuna mambo yalifanywa yamekuingizia changamoto. Erada baba shande erako sakataya erede bebe. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila ambacho alisema, kila ambacho alifanya, kila waliponipitisha yekanana manda erada basakatae, kila ilizo alizonifunga, kila mambo aliyoyafanya Baba katikati ya ghadhabu, kumbuka kunisamehe. Nisamehe mimi Bwana, nisamehe mimi Bwana, samehe kila aliyefanya Bwana. Yandoria Musa katae, nyakati zibadilishwe, nyakati zibadilishwe, nyakati zibadilishwe. Eroda basakata yekerebebe shandaraboe yekorianta ramande eradokota. Mwambie abadilishe nyakati zako. Maneno aliyosema kwenye mahusiano, hata we mwenyewe kama ulisema ya kwamba sitaki tena, siendelei tena, mwambie Mungu nisamehe. Pale ulipotendwa kuna maneno ulitamka, ulipokosa fedha kuna maneno ulitamka, na yakawa hasara mbele za Mungu, na yakaleta hasira mbele za Mungu. Kila manunguniko Bwana, kila mazungumzo mabaya Bwana, kila ubaya wa kila namna Bwana, yekaramanda rabazegedebaya yekorianto romonda kabaya. Baba, ninaomba unisamehe. Baba, ninaomba unisamehe. Baba, ninatubu mbele zako kwa nayo yajua na nisiyo yajua, yale niliyoyafanya nikiwa na akili timamu, na mengine Mungu ambayo waliyafanya wengine kwa niaba yangu. Yendora mashanda kabaya ezadoko na mandere bosakata. Baba, zile siku nilizoamka nikasema wewe ni mbaya, naomba unisamehe. Zile siku nilizoamka nikasema unipendi, naomba unisamehe. Zile siku nilizoamka nikaangalia hali yangu nikasema umeniacha wakati ulikuwepo,
leo naomba unisamehe. Erandaka ya mande eroka shede bahande kebaya eradodo baya rabaya erakonde rebrede kota eratana mashanda raboya. Pale nilipopita kwenye changamoto nikasema wewe una upendeleo, umeniacha Baba, naomba unisamehe, sikujua kwa sababu ya uovu, ulinyamaza. Leo hii Baba natubu, leo hii Baba natubu, na sio mimi peke yangu Baba, naleta familia yangu. Popote ulipo, peleka familia yako, taja jina la ukoo wenu, taja kabila lenu, enda riakatae, mwambie Mungu ninaleta ukoo wa Kiando. Kama umeolewa au umeoa, peleka na ukoo wa mwenzio, ukoo wa Nkonoki, erana mandeke badaya, erako shandara boya. Baba, naleta kabila la Wakinga, yeka sandara bobo, naleta kabila la Watsukuma, eranta kabayande, erekeshaya baya, dodo boseke maya eranda kabrede yesono kobaya erato kamande. Bwana, katikati ya ghadhabu naomba usamehe, mfalme wa amani, kila maovu ambayo familia imefanya, kila kafara ambazo familia imetoa Baba. Hadi muda huu unajua, ukitazama hauoni anayekuangalia, lakini wewe ulisema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu Baba hawajapatikana wengi, lakini nimepatikana mimi. Erako shanda baya eredede bakaya eradoko sande brede bosia yandora monda kabaya. Baba, nimesimama kwa niaba yao, nimesimama kwa niaba ya ukoo. Bwana, kila maneno walioyasema, kila matendo walioyatenda, kila mahali walikokwenda, yekondara bahaya, kiasi kitazama ukoo wetu Bwana, unataka kutupiga masaa yote, kama ambavyo hasira yako iliwaka juu ya wana wa Israeli, maana walisimama kinyume na wewe Baba. Toba iendari akataya Baba, naleta toba yakondere baya, pita kwa wazazi wetu Bwana, hata kama kuunganika kwao kulikuwa nje ya kusudi, hakukuwa sawa sawa. Yeraraka na maya endari akotaya erako shanda baya Baba, samehe eroka shanda brede bosia yandara baba shakata yekoriantara manda kabaya. Mimi na moyo wako mbele za Bwana, mimi na moyo wako juu ya familia yako. Mwambie Mungu tusamehe, hivi vifo vimezidi, samehe. Umaskini umezidi, samehe. Kudharauliwa kumezidi, samehe. Mwambie tusamehe ili ageuke atazame, ili aruhusu nyakati zije orako yandara baya kufeli Bwana. Tusamehe kushindwa ovyo, tusamehe kuchanganyikiwa, tusamehe magonjwa Bwana. Erakasakaraka erere bobo yakanamanda erere bobo shanda kabaya erakoni andara boya. Peleka yotoba upande wa baba erandara kota Baba, ninaleta ukoo wa baba yangu eriko sekene maya erakondarabo sakata. Kila ambacho hakikuwa sawa kimetoka nje ya makusudi yako yandora kata, na tumeingia kwenye adhabu Bwana. Eroraka na manda, waganga walioenda, wachawi walioenda, uchoyo ulioenda, dharau ilioenda, kafara zilizoenda, matambiko yalioenda, erakona na manda ezekene mandere boy yakondere bebe shakababe erakashianda yezanaka yatarakaka yenderia mosiki diboya yandaria kondere bebe yakosikina mayanda baya. Usiache aibu Baba ikaendelea kwenye familia Baba.
Baba tusamee wanao, samee wanao. Oriandaria kataya, tazama maisha yetu yalivyoharibika, maana wewe umetuingiza kwenye adhabu. Oya kandereka yezedeke baya erakosa na mande orakasakataya. Hauhitaji watu wengi ili upite Bwana, unahitaji mtu mmoja. Nami nimechagua Bwana, ukitafuta kupita iyakana maya ereke sendeba iyandoria bosike erekana manda pitia ukwe Bwana iyakose na maya. Hebu nenda upande wa mama, kila ambacho kimefanyika na Mungu akakasirika, kila mimba zilizotolewa, kila watoto waliouliwa iyandarakataya, kila matendo ya masturbation ekarana na maya, kila matendo ya ulozi yakore mande erakoshakataya. Yantari andara boya andaka ereke sere karaba erekere bebe shanda babe yakora mandari boya. Baba tunaomba usame eroka shianda vizazi na vizazi ulishindwa kupita kubadilisha nyakati. Baba anza na kizazi changu, Baba anza na mimi eroka sikina ma samehe Bwana, wewe uliyemsikiliza Musa, samehe Bwana yakandarakata yekere bebe shanda babe yakarakata yana mande ereka sakara mande ereke shakata erakosa kata erakandere brede. Kila mauti iliyopita mwambie samehe, kila magonjwa aliyopita mwambie samehe. Unaviomba toba unapona. Kuna wengine unaona ulikuwa unaumwa mgongo, lakini sasa mgongo wako unakaa sawa. Mwingine naona ulikuwa una operation ambayo inajirudia mara kwa mara, ninaona ikiwa inakauka na haijirudii tena. Maana yake ni kwamba Mungu amepita na amesamehe na shetani amekosa uhalali. Erada basakata yandoria masakata. My goodness, my God. My goodness, my God. Hariandara kanama. Naona nguvu za Mungu zikiwa zimetufunika yandava. Hora kosi yande. Samehe ukoo wetu, samehe makabila yetu, samehe maisha yangu. Pale nilipojichagulia njia nisamehe Baba. Pale ambapo sikukusikiliza nisamehe mimi andara moya kaya. Nikari andara moya. Nataka ushike makaratasi yako yote mkononi. Mandakaya na mande brede bosakata yekona na mantara bozende kebadea. Ebu shika karatasi yako mkononi. Manaka mande brede bosa yekoranda brade. Tunataka tuanze kuomba sasa. Umwambie Mungu kwa habari ya kila kitu, ya maombi yako 6 ya kwamba atubu, toba ipite kwenye kila ombi Bwana ambalo tuliliandika toka mwezi wa kwanza na umeshindwa kutujibu, maana hauna pa kupitia. Omba ombi la kwanza, naomba kwa ajili ya ombi la pili, naomba kwa ajili ya ombi la 3, la 4, la 5 pamoja na la 6. Yekoranda brede bosakata. Baba leta tena manaka maya, leta tena mahitaji yako yaliyoshindikana. Mwambie Mungu, ninaleta mahitaji yangu ambayo yameshindikana miaka na miaka, lakini naomba Bwana safari hii usamehe. Kama kuna kitu kinasababisha hilo jambo lisitokee, samehe. Eora koya ndere bebe yakasakata ya rabo ya ndere kokoya yantere bebe shandara babe, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunakushukuru kwa ajili ya uwepo wako Baba. Ninaweka damu yako katika madhabahu zao Baba, ninaweka damu yako juu ya maombi yao, ya kwamba toba yako ifike huko, ya kwamba toba yao ikufikie wewe. Yakane mandere basaya. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante kwa ajili ya toba ambayo imefika kwake. Mwambie
Mwambie asante Yesu. Asante kwa sababu umesikia. Asante kwa sababu umetujibu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati wa maombi, na kama unasikia kuendelea kuomba, wewe endelea kuomba, manake uwepo wake bado umetufunika sana. Lakini pia nataka nikupe nafasi sasa hivi ya kushika meza yako ya Bwana, au hata kama iko mbali ninaiombea sasa hivi. Asante Bwana kwa ajili ya kinywaji hichi, na asante Bwana kwa ajili ya mwili huu. Ninavigeuza Bwana vikawe mwili wako na damu yako. Mtoto wako atakapotumia nyakati za kuburudishwa zikakae upande wake. Kila madhabahu zitakazojaribu kumuinukia zikazimwe kwa sababu ya hii meza ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Nataka sasa ushike sadaka yako. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 4. Tutakuwa na sadaka maalum ya kuweka kwenye lango, lakini pia kama utakuwa unasikia kuongezea na sadaka yako ya shukrani kwa ajili ya siku ya kwanza ambayo Mungu ametufanyia, basi na pia naomba nikupe hiyo nafasi. Kama umeshashika sadaka yako, naomba niombee sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtoto wako Bwana. Asante kwa ajili ya sadaka hii ambayo anayo ya kuingia kwenye lango la mwezi wa 4. Ninakushukuru kwa sababu ninajua tumeanza na toba, na kwa sababu siku zote toba hufungua mlango. Nami ninakushukuru kwa sababu ninajua utafanya sana. Ninakushukuru kwa sababu ninajua utaipokea sadaka yake na kuitakabali. Tunapoiweka kwenye lango la mwezi wa 4, Mfalme wa amani, ikafanyike kuwa halisi sana, ikafanyike kuwa baraka sana. Na huu mwezi Bwana ukamjibu mtoto wako kwa kiwango cha juu zaidi ya alivyoomba na zaidi ya alivyosema, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Basi kama unaweza kunipigia picha hayo maombi, ukatuma kwenye namba ya huduma maombi yako ambayo umeandika ya majina pamoja na vitu vingine. Lakini kama nilivyokueleza, tarehe 7 mwezi huu tutakuwa na compilation ya maombi yetu yote. Kwa hiyo utafika nayo kwenye ibada kama uko Dar es Salaam. Lakini pia kwa sababu ni long weekend, ninakusia hata na wewe ambaye uko uko mkoani, uje na maombi yako mkononi ukiwa umeyashikilia kwa ajili ya kumwamini Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa hivi nataka ni kuruhusu, kama una meza yako ya Bwana, utashiriki meza yako ya Bwana. Na pia sio tu kushiriki meza ya Bwana, lakini pia nataka nikukumbushe maombi haya ni tarehe 1 mpaka tarehe 7. Na namba zako ambazo unaweza ukatuma mahitaji yako, unaweza ukatuma maombi yako, na pia unaweza ukatuma sadaka yako ambayo tumetoka kuiombea ni 0717 047 067. Narudia tena 0717 047 067. Nataka nikuruhusu sasa, kama kuna watu ambao hawajaokoka na unataka kumpa Kristo maisha yako, nataka nikupe nafasi muda huu ili tuombe kwa pamoja. Wakati tunaomba toba kwa ajili yetu binafsi, pia umpe Kristo maisha yako. Na pia kama umerudi nyuma kiimani, pia na wewe unaweza kuomba pamoja na mimi, tukimwambia Mungu ya kwamba atupe nafasi tena kukaa kwenye uwepo wake. Sema na mimi: Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunifia msalabani. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Mimi niwe wako na wewe uwe wangu. Kuanzia sasa nikae na wewe, nikuishie wewe, kwa jina la Yesu. Amen. Basi nataka nikupe nafasi hii ya, kama haukunisikia toka mwanzoni, narudia tena mara ya mwisho. Maombi haya ni kuanzia leo tarehe 1 mpaka tarehe 7. Lakini pia kwenye maombi haya kila siku hakikisha unaandaa meza ya Bwana, kwa sababu tukimaliza tu hapa nikisema amen utashiriki. Lakini pia kila siku shika maombi yako 6 ambayo tumeandika kuanzia mwaka ulipoanza. Na kila siku shika majina yako, majina ya ukoo, jina la kabila, na andika mkoa unaokaa na mkoa uliozaliwa. Na kila tukio tunaomba utakuwa ukitaja hivi vitu. Ndio maana ninavirudia tena, ili wale ambao mlikuwa mjajiandaa basi mjiandae kwa ajili ya kesho. Kila siku andaa madhabahu ambayo utafanyia maombi, iweke wakfu, mnyunyiza damu ya Yesu, na tutamuona Mungu kwa pamoja. Na kila siku andaa mahitaji yaliyoshindikana, ulioomba muda mrefu na bado hujajibiwa. Sasa tunayaomba maombi haya sasa, lakini kabla siku haijapinduka kufika kesho yake usiku saa 3 kwa ajili ya maombi mengine, endelea kurudia haya maombi mara kwa mara. Ukiona ndani yako haupati burudiko, haupati changamko, bado haujapumzika, endelea kuyaomba. Kumbuka nimekueleza mwanzo wa kipindi ya kwamba tunataka nyakati zetu zibadilishwe. Alimwambia Yesu alituambia
kuambia tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kuna kitu Mungu anataka kukifanya. Hawezi kukifanya kama hajaona toba. Hawezi kukifanya mpaka naona kama nguvu za Mungu zinanifunika na upya. Hawezi kukifanya kama hajatengenezewa njia. Kwa hiyo nataka tuchukue nafasi hii kila siku ya kuendelea kumwambia Mungu ya kwamba nimekuja tena, kabla ya kesho tena sijakuelekeza tunafanya toba ya aina gani. Hakikisha unaenda mbele za Mungu tena, na haya maombi ukiweza yaweke kila baada ya lisali moja, yaweke usiku kucha. Hebu tukamie, tumwambie Mungu tumechoka kukaa kwenye nyakati tulizo nazo. Hii adhabu ambayo iko juu yetu na juu ya familia zetu iondoke. Hebu muoneshe Mungu nia. Hebu muoneshe kiasi gani unatamani kuona anakusaidia. Hebu muoneshe kiasi gani umechoka umaskini kwenye familia yenu. Umechoka nyinyi kuzalia nyumbani. Umechoka nyinyi kutokuwa na kazi. Umechoka biashara zenu hazistawi. Hebu mwambie Mungu hayo maneno. Mwambie Mungu hayo maneno. Usiache siku ya leo ikaisha Mungu akafikiri bado maisha ni yale yale. Tuna siku 7 za kuona mabadiliko. Ninajua kuanzia muda huu Mungu ameshafanya vitu. Ninajua wengine mmeshaanza kutuma shuhuda. Kuna watu ambao wamepona muda ambao tunafanya toba. Kwa sababu gani? Magonjwa yalikuja kama adhabu. Mungu anaposamehe ugonjwa unaondoka. Anaposamehe changamoto inaondoka. Anaposamehe ubaya unaondoka. Anaposamehe uchawi unakuachia. Kwa hiyo nataka uombe mara kwa mara. Weka. Ukiona huku YouTube ni kazi maombi yametumwa kwenye magrupu yetu. Unataka kujiunga, tuma kwenye hiyo namba, utapata hiyo link. Mungu akubariki, Mungu akutunze. This is Minister Moki. Tuonane kwa ajili ya kesho, kwa ajili ya siku ya pili. Asante.